Hujambo ndugu msikilizaji popote ulipo, na ninafuraha kujumuika tena nawe katika siku hii ya leo tunapoendelea kujifundisha mafundisho mbalimbali kutoka katika kitabu cha Yoshua. Na katika siku ya leo tuko katika lesson ya 10, lesson ambayo ina mada inayosema the true Joshua, yani Joshua wa kweli. Na msikilizaji, ninafurahi kwamba tunaendelea kubarikiwa katika misururu hii ya mafundisho ambayo tunaendelea kujifundisha kutoka katika kitabu cha Yoshua. Na kwa sababu ya wakati, niombe kwamba tuweze kufanya maombi. Na tuombe. Asante Baba yetu ishie mbinguni, kwa sababu ya nafasi tena umetupatia kujifundisha. Kuwa nasi tunapoanza kujifundisha, Roho wako Mtakatifu akatufunulia hadi tamati. Kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini, amen. Msikilizaji, fungu ambalo tumepewa la kutuongoza katika lesson ambayo tutakuwa tunajifundisha katika wiki hii linatoka katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza 10 mstari wa 11, ambayo inasema hivi: basi mambo hayo yaliwapata wao kwa jinsi ya mifano, yakaandikwa ili kutuonya sisi tuliofikiwa na miisho ya nyakati. Msikilizaji, tunapozungumzia mada hii inayosema kwamba true Joshua, tumekuwa tukiangalia visa mbalimbali, matukio mbalimbali katika kitabu cha Yoshua, lakini sasa tukuja kujifundisha katika hii siku ya leo kwamba kitabu hiki cha Yoshua tusiangalie tu kwamba ni historia ya wana wa Israeli. Kuna mambo mengine mengi ambayo yako katika kitabu hiki ambayo tutakuwa tunaangalia. Na niseme hivi kwamba tunaposoma katika kitabu cha Yoshua kuna mambo kadha wa kadha yaliyoandikwa pale ambayo yanatuelekeza kwa mtu aliye mkubwa kuliko Yoshua, naye ni Yesu Kristo. Niseme hivi kwamba katika kitabu hiki cha Yoshua ambacho kiliandikwa miaka mingi iliyopita kabla ya kuzaliwa kwa Yesu, bado tunakuja kujifundisha na kumuona Yesu akiwa katika hiki kitabu cha Yoshua. Yaani kwamba mambo ambayo yalikuwa yanatokea katika nyakati zile, kuna vile yanatuelekeza kwa huyu aliye mkubwa zaidi kuliko Yoshua, ambaye ni Yesu Kristo. Sasa katika lesson hii tutaangalia jinsi maisha ya Yoshua yalikuwa yanaashiria huduma ya Masihi ambaye ni Yesu Kristo. Katika siku ya Jumapili tuna mada pale ambayo inasema biblical typology. Mara nyingi kuna maneno ambayo hutumika sana katika visa ndani ya Biblia. Na kwanza kuna jina ambalo linaitwa type na la pili linaitwa antitype. Msikilizaji, najua kwamba mara nyingi maneno haya tumekutana nayo na kuna wakati mwingine yanatukanganya kidogo kupata kuyaelewa. Sasa niseme hivi, type ni kusema kwamba ni kuzungumzia uhalisia ambao haujatimia. Antitype ni ule uhalisia wakati unatimizwa. Sasa tunaposoma katika Agano la Kale kuna mambo mengi ambayo yalizungumziwa na manabii wa nyakati zile ambayo tunaona yanatimizwa katika enzi za Agano Jipya. Mfano, katika kitabu cha Warumi 5 mstari wa 14 tunamuona Adamu aliye mzazi wetu wa kwanza akizungumziwa kwa mfano wa Kristo. Yaani Adamu analetwa kwetu kama type, huku Kristo akileta kwetu katika Agano Jipya kama antitype. Mpendwa, tuseme hivi, ujumbe katika Biblia ni mmoja, ikiwa na maana kwamba yaliyo katika Agano la Kale yanatimizwa katika Agano Jipya. Ujumbe ni Yesu katika Agano la Kale na pia katika Agano Jipya. Paulo anasema hivi katika kitabu cha Petero wa pili 1 mstari wa 12. Anasema kwamba kwa hiyo nitakuwa tayari kuwakumbusha hayo yote ijapokuwa mnayajua na kuthibitishwa katika kweli mlio nayo.
Siku ya Jumatatu inasungumuzia, inasema type and antitype. Agano Jipya linaweka wazi jinsi uhalisia unavyofunuliwa katika njia tatu. Njia ya kwanza inaitwa Christological, ikiwa na maana jinsi uhalisia unavyofunuliwa katika mwanga au maisha ya Kristo. Namna ya pili inaitwa Ecclesiological, yani ikiwa na maana kwamba jinsi uhalisia unavyofunuliwa katika kanisa au katika mwanga wa kanisa. Na njia ya tatu inaitwa Eschatological, ikiwa na maana jinsi uhalisia unavyofunuliwa katika nyakati za mwisho. Sasa tunakuja kugundua kwamba kuna types and antitypes katika Biblia yote. Mwandishi ametupatia mifano ya types kama Israeli, kama Kutoka yani Exodus, na pia kama sanctuary yani hekalu. Sasa tutaangalia mfano mmoja wa Israeli. Israeli inakuja kama type. Sasa inapofika katika antitype, inavyofunuliwa ina a Christological phase. Tunafahamu kwamba wana wa Israeli walikuwa safarini kutoka Misri wakielekea katika ile nchi ya ahadi, yaani baada ya mateso na kumulilia Mungu wakiwa katika taifa la Misri, Mungu akasikia kilio chao na kuwaondoa kupitia mtumishi wake Musa, anawaondoa katika ile nchi ya Misri. Unaposoma katika kitabu cha Mathayo 2 mstari wa 15, Yesu anapozaliwa, mfalme Herode alitaka kumwangamiza. Yesu anatoroshwa hadi katika nchi ya Misri, lakini baadaye wakati mfalme Herode amekufa, tunamwona Yesu akitoka Misri kuelekea Nazarethi. Ndio kila kitabu cha Hosea kinapoandika kinasema kwamba nitamuita mwanangu kutoka katika nchi ya Misri. Katika visa hivi viwili tunawaona wana wa Israeli na Yesu wakiwa kwenye safari wanaondoka Misri. Yesu anakuwa antitype wa Israeli. Sasa tuangalie kwa namna nyingine ambayo tulisema inaitwa ecclesiological phase. Unaposoma katika kitabu cha Wagalatia 6 mstari wa 16, Biblia inasema kwamba na wote watakaoenenda kwa kanuni hiyo, amani na iwe kwao na rehema, naam, kwa Israeli wa Mungu. Mpendwa, kanisa hapa linafananishwa na Israeli wa sasa. Now, eschatological phase. Je, Israeli inaletwaje kwetu katika eschatological phase? Tunaposoma katika kitabu cha Ufunuo 7 mstari wa 4 hadi ule wa 8, utaona kitabu cha Ufunuo kikielezea jinsi muhuri unavyotiwa katika makabila mbalimbali ya Israeli. Yaani kuna watu 12,000 kutoka katika kila kabila la Israeli. Ile hesabu ambayo inatupatia ya 1144. Fungu la 14 linaweka wazi, linasema kwamba hawa watu wanatajwa kuwa wanaotoka katika ile dhiki iliyokuu. Taifa la Israeli tunaliona katika nyakati za mwisho, wakati Yesu anarejesha ufalme wake hapa duniani. Yaani kwamba wakati watakatifu wanaokolewa, tunawaona wakiwa katika makundi 12 ambayo yanaashiria makabila 12 ya wana wa Israeli. Twende katika siku ya Jumanne ambayo inasungumuzia Joshua the type. Joshua the type. Awali katika lesoni iliyotangulia, msikilizaji, tulimuona Joshua akitambuliwa kuwa a new Moses ambaye anaendeleza kazi ya Musa katika kizazi cha pili cha wana wa Israeli. Musa aliongoza wana wa Israeli kuvuka bahari ya Shamu. Yoshua tunamwona akiwaongoza wana wa Israeli kuvuka katika mto Yordani na mambo mengine mengi ambayo yanafanana baina ya viongozi hawa wawili. Tunaweza kusema kwamba Yoshua na Musa walikuwa type of Christ who was to come. Kwamba walikuwa ni type, walikuwa mifano ya Kristo ambaye alikuwa anakuja.
Tuseme hivi mpendwa, Yesu Kristo ndiye timisho la mwisho la mifano iliyowekwa hapo awali, na ndiye huyo Kristo ambaye anatuongoza kuelekea katika nchi ya ahadi. Musa aliwaondoa wana wa Israeli katika utumwa. Yesu anatuokoa kutoka katika utumwa wa dhambi. Yoshua anawaleta wana wa Israeli katika nchi ya ahadi ambayo ni Kanani. Yesu katika upande wa pili tunamuona anatupeleka katika ile nchi ya ahadi, yaani Yerusalemu mpya, watakatifu watakapoishi milele. Siku ya Jumatano inasema the true Joshua, the antitype. Sasa tunavyoendelea kuangalia, msikilizaji, tunamuona Yesu akiwa Yoshua wa kweli. Yoshua, ili kuwafikisha wana wa Israeli katika ile nchi ya ahadi, alipigana na maadui wengi sana nchiani. Tuliona kulikuwa na magiants, tukaona anapigana na watu, kuna miji mbalimbali ambayo alikuwa anapigana nayo. Msikilizaji, tuseme kwamba Yesu anatupigania. Mpendwa, tukumbuke hili kwamba Yesu anatupigania katika vita na adui wetu mkuu ambaye ni Shetani, Ibilisi. Yesu anapoendelea kutuongoza katika kuelekea katika makao yetu ya milele, kuna vita ambayo inaendelea hapa katikati, lakini tunaambiwa kwamba kupitia kwa Yesu Kristo tunakuwa washindi, kwamba Yesu anatupigania vita hivi. Hebu tumwamini huyu Yesu, yeye amemshinda Shetani, na tujifundishe kumtegemea yeye, akiwa ndiye amiri jeshi mkuu wetu. Siku ya Alhamisi inazungumza about Joshua and us. Joshua and us. Joshua na sisi. Israeli walipigana vita vingi sana chini ya uongozi wa Yoshua. Na vita hivi, msikilizaji, tunapoendelea kuviangalia kwa undani, tunaona jinsi hata katika kanisa letu la sasa tuna vita ambavyo tunaendelea kupigana, vita ambavyo vilikuwa vinaelekeza ama vinaashiria vita ambavyo hata sisi ambao tunaishi katika wakati huu, sisi ambao tumezungumziwa pale katika fungu kwamba mambo hayo yaliwapata wao kwa jinsi ya mifano, yakaandikwa ili kutuonya sisi ambao tumefikiwa na misho ya nyakati. Sasa mtumishi wa Mungu Paulo anaandika katika kitabu cha Timotheo wa pili 4:7, anasema kwamba nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Kama washirika wa mwili wa Kristo, yaani kanisa, tumo katika vita. Msikilizaji, naamini kwamba unaelewa hili, kwamba tumo katika vita. Tunapoona kutokuelewana hapa na pale katika familia, katika jamii, katika makanisa, tunajua kwamba tuko katika vita. Kitabu cha Waefeso 6:11 kinatuhimiza, kinatuambia kwamba vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za Shetani. Yaani Paulo anatuhimiza kwamba tunapopigana vita hivi, hatupigani mke na mume, hatupigani viongozi wa makanisa, tunapigana na nguvu za giza, kwamba pepo wachafu, Shetani na malaika zake wapo katika vita na wana wa Mungu. Sasa ndio tunaitwa kwamba vaeni silaha zote za Mungu ili tupate kuweza kuzipinga hila za Shetani. Yoshua aliwaongoza wana wa Israeli kupata ushindi. Yesu anatuongoza nasi kupata ushindi. Hitimisho la mwisho, msikilizaji, kuhusu mfano wa Yoshua litatimia katika ujio wa Yesu mara ya pili, tutakapoingia katika ile nchi ya ahadi. Ninakuombea mpendwa, usikate tamaa katika safari hii. Changamoto zitakuwa, lakini tuendelee kumtazama huyu Yesu, kwa sababu kwake tunapata nguvu. Iwapo kuna jambo umejifundisha, karibu weka comment yako, tuendelee kubarikiwa. Mimi naitwa Ronald, tukutane tena katika lesson ijayo, Mungu akitujalia. Na tuombe.
Baba yetu ishie mbinguni, asante kwa sababu unatupenda. Asante kwa sababu ya mambo makuu na siri za mbinguni ambazo unaendelea kutufunulia. Tusaidie kuishi kwa kukutegemea wewe kama mlinzi wetu, kama kiongozi wetu na ambaye unatupatia ushindi. Tubariki, tulinde hadi tena tutakapokutana. Kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen.